Nini hii? Wewe ndio mlinzi mkuu kwenye hii himaya. Na kila siku natoka kuzurura kwenye hiyo mipaka. Inakuwaje mgeni anaweza kuingia kwenye himaya yangu? Kibaya zaidi, eti ipo vichakani amesimama na Siwa. Amesimama na Siwa? Mke wangu mtarajiwa. Binti ninayempenda. Hivi punde tu umetoka kunihadisia masuala mwanamke mwingine Kibena. Saizi Siwa amesimama na mwanaume mwingine. Palaani kwenye hili unahusika. Kijana, itabidi unipeleke huko. Na ikimkuta huyo kijana mgeni, adhabu yake ni kifo. Na wewe Palaani, nitakupa adhabu. Twende. Twaege, mpaka hivi sasa kwenye himaya yetu haijanyesha mvua. Na hatujajua mtabiri mpaka hivi leo anawaza kitu gani. Ni kweli kwenye himaya yetu haijanyesha mvua kwa muda mrefu. Lakini mimi nina wasiwasi. Kuna siku nilienda msituni. Nilikutana na mtu kaingia katika himaya yetu. Amevaa kitambaa kichwani, hakina nembo ya himaya yetu. Nahisi yeye ndo sababu ya kutokunyesha mvua kwenye himaya yetu. Una uhakika? Una uhakika? Ndiyo, nina uhakika. Sawa, nimekuelewa. Ila haupasi kumwambia mtu aina yoyote kwenye jambo hilo. Maana akijua Hamani, nadhani unamjua vizuri tu Hamani jinsi alivyo. Basi sawa dada. Sitamwambia mtu yoyote. Kwa kuwa hili swala umejua wewe na mimi, sitamwambia mtu yoyote. Sawa. Mjinga? Naam. Hivi unajua huu ugeni ulioingia kwenye himaya yetu? Hapana. Kwenye himaya hii kuna ugeni umeingia. Na sio shida huu ugeni. Huyu mgeni amekuja kumtafuta mjomba wake. Kubwa zaidi, huyo mtoto aliyekuja kutafutwa ni mtoto wa chifu wa himaya hii. Kwangu usije ukarudia tena kusema maneno hayo. Hukumu aliyotaka kupewa Palahani ni hukumu nzito sana. Hivyo basi, Amani sio mtu wa kawaida. Chunga mdomo wako. Maneno hayo yasije kukugharimu. Basi sawa, acha mimi niendelee nikafanye kazi zingine. Basi sawa kama utakuwa umenielewa. Karibu sana Bwana Kingwana katika himaya yetu. Niseme asante na nashukuru sana kufika kwenye himaya yenu. Lakini nisiwe mwingi sana wa kuongea. Niende kwenye lengo. Mimi ujio wangu nimekuja kumtafuta mjomba wangu. Nimekuja kumtafuta mjomba wangu kutoka kwenye himaya yetu ya Kilengwe. Mimi naamini unaijua. Na wewe ni mlinzi, kwa hiyo kuna mipaka. Sasa basi, kwa kuwa mfalme chifu wa himaya yenu alikuja kwenye himaya yetu, kwenye mizunguko ya hapa na pale, kwenye mipaka na usalama, alikaa kwenye himaya yetu takriban si chini ya miezi 8 mpaka 7. Lakini kwenye kukaa alikaa na dada yangu. Baada ya hapo, juu ya ukaaji wao, Mwenyezi Mungu akatia neema. Kiongozi ama chifu wa himaya yenu alimpa ujauzito dada yangu. Baada ya kukaa sana, yeye alikatamka, mimi ni kiongozi wa himaya yetu.
Kwa hiyo napozidi kukaa sana huku, himaya yangu inakosa usalama. Basi akaamuru kutaka kurudi, na mimi sikuwa na jinsi, nilikubaliana naye kwa sababu ni kiongozi. Ila alinipa mambo mawili kati ya hayo: kama atazaa mtoto wa kike dada yangu, basi apewe jina Rashmi, lakini kama atajifungua mtoto wa kiume, basi apewe jina la Imani. Na hakuishia hapo, alinipa stakabadhi ama mwongozo wa himaya ya kwenu, vifaa vya kufika. Baada ya hapo aliniambia kama atapohitaji kuja kwenye himaya yetu lazima awe na hivyo vitu. Uwe utambulisho wa kufika kwenye himaya ya Nyautanga asipokuwa na usumbufu wa aina yoyote, kama vile ulivyokuwa mlinzi na wazee wa himaya hiyo ili wamtambue. Sasa basi, nyumbani kwetu ama kwenye himaya kwetu kuna shida na changamoto kubwa sana imetokea hivi sasa, na ndio maana leo hii umeniona nimefika kwenye himaya kwenu, kwa sababu hivi tunaongea wewe na mimi leo, dada yangu nimeshapoteza maisha. Amepoteza maisha kwa sababu ya imani. Mpaka hivi sasa naongea wewe na mimi, dada yetu ameshafariki kwa sababu ya mfalme wa himaya ya Kilengwe. Baada ya kugundua dada amepata mtoto wa nje ya himaya, alitaka kumuua yeye pamoja na mjomba wangu. Kwa bahati nzuri mjomba nilikuwa nayo mimi kwenye mihangaiko. Narudi napata taarifa kwamba dada yako amefariki, na amefariki kwa sababu ya mjomba wako. Nikaona si vema, kama nimemkosa dada siwezi tena kumkosa na mjomba wangu, na najua wapi sehemu salama kwenye himaya yao. Basi niliamuru mjomba atoke kwenye himaya yetu usiku kwa usiku ili haje kwenye himaya ya baba yake ambayo ndio hii, na mlinzi ni wewe. Sasa basi mimi sikuingia, nilinusu yeye haje, na sijajua mpaka sasa hivi yuai ama amefariki au amefanikiwa kufika kwenye himaya. Ndio huu ujio wa kuja kwenye himaya yenu kutaka kujua mjomba wangu amefika ama hakufika.
Kingwana, kwanza pole sana kwa kufiwa na dada yako. Mimi nimekuelewa vizuri, na nikiwa kama mlinzi mkuu katika himaya hii, hilo halina shida. Lakini chifu wa himaya hii alishafariki. Naam, hilo mimi nalifahamu kwa sababu nilipofika tu kwenye himaya niliambiwa hilo. Sawa bwana Kingwana, hilo niachie mimi. Mimi niseme asante na nashukuru, na pia imani yangu kubwa ipo kwako, kwa sababu naamini kwa muda tuliotumia kukaa hapa, kama isipokuwa na imani ama wewe mwenyewe ukiwa na uongozi bora, mimi naamini sasa hivi nisharudi kwenye imani yangu. Mimi nikuombe tu uwe hivyo na ulifanyie hili swala haraka sana, kwa sababu mimi pia nahitajika nirudi kwenye himaya yetu, kwa sababu siwezi kukaa kwenye himaya hii muda mwingi. Kwa hiyo nikuombe, naomba ulifanyie hili swala kwa haraka sana, nitambue yupo ama hayupo. Usijali kwenye hilo, mimi acha nifanye majukumu yangu. Palahani, nimekuja kuomba msamaha. Najua siku ile nimekusukuma. Sawa, kwa kuwa umetambua kosa lako, mimi nimeshakusamehe, wala hakuna shida. Sawa, nimekuelewa. Lakini Palahani, kuna kitu nataka nikwambie. Iko kitu Kibena. Kibena nampenda sana Amani, na wewe ndo msaada wetu. Unatusaidiaje? Hivi Siwa, unachokizungumza unakielewa? Kwa hiyo umekuja kuomba msamaha hapa kwa kunikejeli, si ndio? Hapana. Ila hebu sikia, naona huna cha kuzungumza. Kama umekuja kuniomba msamaha hapa, mimi nishakusamehe. Wewe nenda. Sawa.